Conscious. Dhamira ni moja ya eneo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na kuiandaa jamii ya kesho iliyo bora, lakini ni moja ya eneo ambalo jamii zetu zimeipuuza kwa kiwango kikubwa sana. Wanaona kama haina haja, lakini hawajui ni kipi ambacho wanapandikiza kwa taifa lijalo. Ukiwa conscious, hakuna kitu chochote ambacho watu watajali. Kila cha maana kitakachozungumzwa wataona hakina maana, kwa sababu dhamira zao zimekufa. Watu kuiba wataona ni kawaida, kwa sababu dhamira zao zimekufa. Kuna maeneo baadhi ambayo yanaua conscious za watu, na yamethibitika ndiyo yanayohusika kuua conscious za watu. Ukiangalia asilimia kubwa za watu, dhamira zao zimekufa. Watu hawajali. Watu kuiba wanaona ni kawaida, kwa sababu hawana conscious. Moja ya maeneo ambayo yanaua conscious, moja ni friends. Ni kweli, kuna msemo unasema kuwa ukiwa unatembea na marafiki 5 wenye hekima, wewe ukiwa wa 6, hata kama usipokuwa na hekima, wanakujumuisha kuwa miongoni mwa watu wenye hekima. Lakini haimaanishi kwamba wewe una hekima, ila kupitia hekima ya watu 5 ulioambatana nao. Kuna msemo pia unasema ukiambatana na watu 5 wasiokuwa na hekima, wewe ukiwa na hekima, wanakujumuisha kuwa miongoni mwa watu wasiokuwa na hekima. Haina maana kwamba hauna hekima, bali wale 5 wasiokuwa na hekima wamekumeza. Ndio maana friends anaweza catalyst kuwa conscious yako. Na kumbuka kuwa hakuna mtu neutral kwenye maisha yako. Hayupo. Yoyote yule utakayeambatana naye, kuna behavior yoyote ile atakayokuambukiza, aidha iwe mbaya au nzuri. Sasa tuwe na uhakika sana katika aina ya marafiki ambao tunaamua kutembea nao, kwamba kile walichonacho ni kizuri na hakiwezi kikaleta athari kwenye conscious zetu, kwa sababu ni watu wengi wameua conscious zao kupitia kuwa na marafiki wabaya, kupitia kuwa na marafiki wenye mitazamo ambayo ni hasi. Leo nakwambia, ukitaka conscious yako ibaki kuwa salama, jaribu kuangalia aina ya marafiki ambao unakuwa nao. Eneo namba 2, religion. Makanisa saizi yamegeuka kuwa sehemu ya kuwa conscious. Na haya mambo tunayozungumza hayako mbali, tuko nayo hapa Tanzania. Nafikiri nikizungumza juu ya King Zedi, Mfalume Zumaridi, hamwezi mkawa wageni katika hili. Huyu mtu haamini katika uwepo wa Mungu. Dhamira yake imekufa. Ametoa uwepo wa Mungu katika maisha ya watu, na amekusanya wimbi kubwa la watu ambao wanamuamini yeye. Conscious zimekufa. Makanisa tunaelekea wapi? Tulikuwa tunategemea makanisa ndiyo yarudishe dhamira za watu, lakini leo hii makanisa mengi yanakuja kuharibu conscious ya watu. Wosia wangu, tunavochagua makanisa, tuwe makini, tuangalie tendencies za makanisa ambayo tunaenda kujiunga nayo, kwa sababu leo yamebainika kuwa makanisa yanaua conscious za watu. Dhamira za watu zimekufa. Dhamira za watu hazitambui vitu vyenye thamani na vitu vyenye msingi. Leo tuwe makini sana kuchagua aina za makanisa tunayoenda, tusije tukaangamia na kupotea. Eneo namba 3 ambalo linaua conscious. Eneo namba 3 linaloua conscious, schools. Pia shuleni imekuwa eneo ambalo linaua conscious za watu sana. Imeangamiza conscious za watu kuanzia utotoni. Tabia za watoto zimekuwa mbaya. Tabia za watoto zimekuwa haziendani na jamii ambayo tunahitaji. Tunatengeneza taifa gani? Itakiwa tuwe makini katika shule zetu, tusiue dhamira za watoto. Tuwafunze watoto ingali wakiwa watoto. Kuna msemo unasema, mkunje samaki angali mbichi. Ukimkunja samaki akiwa amekomaa, atavunjika. Kwa hiyo hata watoto wetu tuwaandae ingali wakiwa watoto, ili wakifika kwenye utu uzima wawe na misingi ambayo iliwatengeneza tangia awali. Conscious yetu tunaweza tukaitengeneza kuanzia level ya utotoni mpaka utu uzima. Leo tuwe makini katika shule zetu za nursery, shule za boarding,
ili tutengeneze conscious za watu, tuandae taifa lililo bora. Eneo namba 4 linaloua conscious, media. Watu wengi wazuri wameharibiwa na media, na watu wengi wachafu wamesafishwa na media. Ni kweli, ukiitumia media katika namna nzuri inaweza ikafufua conscious yako, lakini ukiitumia vibaya media itaua conscious. Do you know devil wants? Devil anaweka agents wake katika kila eneo ili kuhakikisha anatoa dhamira za watu waondoe uwepo wa Mungu, watoe hofu ya kufanya mambo ambayo hayaendani na uso wa Mungu. Leo hii kuwa makini sana na namna unavyotumia media yako, isikutawale bali media uicontrol. Na pia tumia media hata kufufua conscience za watu wengine, usitumie media kwa kuharibu conscience za watu. Thanks. We have to do wonders.